kupitia mwanga wa jua unaoona sasa hivi, ukiangalia nyota ambayo ipo juu ya jua ni sawasawa umeona dakika 8 nyuma za nyota. Kwa hiyo kama kuna mtu kwenye nyota hapo anatembea, unaongea naye kwenye simu, unasema nimekuona hapo ukitembea hapo juu ya nyota, atakwambia mbona mimi nimekaa tayari dakika 8 nyuma zilizopita nilikuwa natembea. Kwa hiyo inamaanisha kwamba muda unabadilika, muda hauwi katika control. Na ukiwa kwenye black hole ni sehemu ambayo kuna mvutano mkubwa sana wa gravitation. Mvutano unakuwa ni mkubwa sana katika sayari, nyota zingine zinavuta. Ukiwa pale karibu na black hole, ukawa umeenda kwa siku 2 tu, huku duniani inakuwa ni kama miaka 7. Kwa hiyo kama utapata kamera, ukachukua kamera ukaweka pale kwenye black hole, kwenye karibia na black hole, maana ukiweka kwenye black hole maana yake na wewe inaenda hiyo kamera. Ukiweka kwenye black hole ikawa inatazama huku duniani kupitia hiyo kamera, labda ukawa unaangalia kupitia ile kamera ambayo ipo katika black hole inatazama huku duniani, ukawa unachungulia pale, utaona miaka kadhaa ya mbele. Kwa hiyo utakuwa unaona vitu ambavyo vinatokea kwa miaka kadhaa mbele, na hiyo ndo jinsi ya space time inakuwa haiko constant. Kwa hiyo watu wanajiuliza, watu wanawezaje kuona nyuma, watu wanawezaje kuona mbele? Kwa mfano hiyo kuna katuni zile za Simpson, unashangaa mwaka 2010 na mwaka 2022 walitabiri kama Trump anaweza akaa rais, na kweli imetokea. Kwa hiyo ni vitu ambavyo, kwa sababu reality ambayo ipo duniani sio kwamba ndo ile yenyewe, hapana. Reality inategemea na jinsi wewe unavyoona. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba mbona mimi mbona kama ni hivyo, ina maana hapa nilipo hapa, kama kuna mtu ananitazama hapo karibia na black hole, anahisi mimi kama siku 5 zijazo labda ninaenda shule. Kwa hiyo hapa atakavyoniona mimi ninaenda shule, ina maana sio kweli kama mimi nipo hapa, hamna. Kwa space ya macho yako, jinsi perception ya macho yako wewe utakavyoona, ndivyo uhalisia ulivyo. Lakini kwa habari ya future, kwa habari ya past, inategemea na perspective ambayo mtu atakuwa anaangalia kutokea sehemu ya wapi. Tumewahi kusikia kwamba Vatican, sehemu ya Baba Mtakatifu, kuna kitu wanasema haijulikani, wanasema kuna kitu ambacho kuna kifaa ambacho kiangalia unaweza kuona miaka fulani nyuma, unaweza kuona miaka fulani mbele. Kwa hiyo katokea katika hiyo quantum physics inakubaliana kabisa, theory yake inakubali kabisa kwamba unaweza kuona muda wa nyuma, unaweza kuona muda wa mbele. Ukiwa na mwanga ambao unasafiri kutoka mbali, kupitia ule mwanga ukawa unaona kitu kingine kwenye ule mwanga mwanga unakupiga wewe na mwanga ambao unaona kitu kingine ni sawa. Ina maana una uwezo wa kuona kwenye kile kitu kingine miaka fulani nyuma, kutegemea na umbali wa mwanga unapotokea. Na ukiwa kwenye black hole pale, sababu kwenye black hole kuna gravitation kubwa ambayo space na time vinakuwa vina bends. Yaani muda kama hivyo unasema si 1, 2, 3, muda haupo hivyo. Kule una bends, yani una curve. Ukiwa kule muda unakuwa unaenda taratibu, na ukiingia kwenye ile unadisappear kabisa, maana yani muda unaenda taratibu. Wewe utakuwa unaenda bado unaelekea, lakini mtu anayekuona pale anaona kama umeganda. Kwa hiyo namna ipo hivyo. Ina maana ukiwa karibu na black hole pale, alafu ukawa unaangalia labda dunia. Kwa hiyo wewe perspective ya dunia, mtu wa duniani anaona mimi nakula, lakini wewe kule kwenye black hole unaona tayari ameshashiba, ameenda chooni, yani unaona vitu vya mbele sana, kwa sababu time ina bend, space ina bend, sio reality kabisa. Na kwa nini nasema sio reality? Kwa mtu atauliza, kwa hiyo reality ni ipi sasa? Kwa hiyo kuwa katika asili ni nini? Ikazungumziwa sehemu moja kwamba ukiwa hapa duniani ukatembea na spidi ya mwanga, kwenda kwenye jua, ukatembea kwa spidi ya mwanga, ukawa unafuata ule mwanga wa jua, ukafuata jua, ile jua utaona kama vile ulifikii, kwa sababu kadri unavyoenda na jua nalo linaongezeka umbali. Kwa nini? Kwa sababu ya hiyo nature ya space, nature ya universe. Nature ipo hivyo, lazima nature iwe hivyo. Ni sawa sana uchukue kama hii hapa, ukitingisha inaenda yote. Kwa hiyo ina expand kote. Kwa hiyo sidhani kama ni universe inakuwa ina expand in nature. Na sasa kwenye kutengeneza kifaa, kuna uwezekano kabisa kama kifaa kipo tayari, kipo cha kuona muda wa mbele, cha kuona muda nyuma, tayari kinaweza kuwepo.
kwa sababu ya kuona. Sasa tuashumu sasa tumeweka kamera, tunataka tuangalie wakati uliopita duniani. Tuashumu tumeweka kamera, ile kamera ipo karibia na nyota ambayo inatoka mbali, nyota ambayo ipo mbali kabisa, mwanga wake unatoka huko, mwanga wake unatoka huko unakuja duniani inapiga, na mwanga wake kuna sehemu nyingine ambayo umeegesha hiyo kamera, unaweza ukaona. Sasa kwa sababu ile kamera utakuwa umeiweka iangalie dunia na nyota ipo huko kwa mbali, kwa mwanga unaosafiri kutoka kwenye nyota kwenda kwenye dunia, na wewe umeshika ile kamera, upo juu huko unaitazama dunia. Ule mwanga utakapokuja kwenye kamera, manake ule mwanga utakuwa ni umesafiri muda mrefu, yani unakuja tayari ni muda mrefu, yani unafika kwako muda ni mrefu sana ushapita. Kwa hiyo kitu ambacho utakao unakitazama kwenye kamera ni kitu ambacho kimeshapita na wakati. Wewe unaona kama Trump anachaguliwa, kumbe Trump tayari ameshachaguliwa. Ukitaka kujua future, kamera inawekwa sehemu ya black hole kule karibu na black hole. Black hole ni mbali, yani ni tunaashumu tu, lakini ni mabilioni ya years, ya miaka ndio inakuja kutokea, lakini tunaashumu sasa black hole umeweka karibu pale, umeweka kamera karibu, inapiga wapi? Inapiga duniani. Ule mwanga kutoka kwenye black hole nao unapiga duniani. Kwa hiyo ukichukua kamera ikapiga duniani kule, ukao unaona ule mwanga kutoka kwenye dunia kuja huko, sababu kila kitu kina reflect mwanga. Ndio kamera hata inavyofanya kazi. Kamera ambayo tunashuhudia ina reflect mwanga. Una rekodi hapa, inachukua picha za rangi, unachukua picha, inagonga kwenye pixels za kwenye sheet za pixel, ndio maana inatengeneza rangi ya halisia ya hicho kitu ambacho unakirekodi. Na maana hata kama ni mwanga unapiga duniani, inakuja kwenye kamera pale, utaona vitu ambavyo vinatokea ambavyo vimeshatokea muda mrefu, mtu ambaye yupo duniani hajatokea kabisa. Kwa nature ipo hivyo. Ukisema sijui kifaa kipo, vipo. Sijui wewe unayepinga mambo ya unabii unapinga hivi kwenda nyuma kwenda rudi, lakini uhalisia hivyo vitu vinaweza kuwepo. Unaweza ukajibu Simpson kwa nini wanaona miaka mingine. Kwa hiyo katika concept hii hapo unaweza ukaashumu. Katika concept hiyo unaweza ukaashumu mwanga wa kule unaweza ukacontain ukabadilisha kwenda kwenye sauti. Mwanga ubadilishe kwenda kwenye sauti, zile signal za kutoka kwenye dunia kwenda kwenye hole zibadilike ziwe kwenye sauti, alafu vikaletwa hapa duniani vikafanywa mchakato. Ina maana kuna vitu ambavyo vya mbele unaweza kuviona. Hivyo katika simple, yani kwa sababu science ina study nature katika ukubwa, alafu inapeleka kwenye kitu kidogo ili kiweze kurahisisha maisha. Kwa namna hiyo unaweza kufanya hata past, yani ni kitu tu cha mwanga. Kama ni satellite, unaona kuna satellite, unaweza ukajiongeza mwenyewe. Ina maana satellite zinaanza kuchukua mwanga zikafanya hivi. Kwa hiyo ndo maana ya kuona predictive future na nini. Lakini kama katika uhalisia wa maisha, mtu ambaye anaweza kubadilisha maisha yako ni wewe. Kitu gani unachokiona kutoka from your perspective? Nini unakiingiza kwenye macho yako? Mwanga gani unaingia kwenye macho yako? Huo ndo uhalisia ambao unautengeneza. Wewe unaishi sasa hivi, kumbe kuna mtu ameshaika kuona mbele unafanya hivi, au mbele unakufa. Kwa nini ufe? Macho yako ndo anaweza kuona perspective. So hii inaendana kabisa na mambo yale ya kiroho, mambo yale ya imani. Kimuingiacho mtu ndicho kimtokacho. Halo.